Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ni mchungaji Meshak, na ni asubuhi njema. Masaa kama haya ningependa tuweze kujifundisha jambo ambalo wengi limekuwa likiwatia matatizoni na majaribuni pia, na wengine hujikuta wamewacha wokovu kabisa. So wengine hujiongezea matatizo kwa wao wenyewe kutojua. Tuamini na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru Mfalme Mungu mwenye nguvu zote. Napoenda kuanza discussion ya neno lako, Bwana Yesu, naomba kibali. Neno hili wanao wanapolisikiliza liwasaidie sawa sana mapenzi yako, liwaweke huru, maana wewe ni Mungu wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kusadiki. Amen. So nataka tuweze kuangalia swala la makanisa ama kuhamahama makanisa. Kuhamahama makanisa ama tahadhari ya kuhamahama makanisa. Hiyo ndiyo kichwa cha ujumbe. Hapa duniani kuna makanisa aina tatu. Aina ya kwanza ya kanisa ni aina ya kwanza ya wachungaji. Maana kanisa ni mchungaji. Washirika mnenda mnamkuta mchungaji hapo na mnaanza na yeye hivyo hivyo tu. So kanisa inategemea na mchungaji. Kama mchungaji ni wa kweli, kanisa ni la kweli. Kama mchungaji ni wa uongo, kanisa ni la uongo. So kuhusu hayo pia singependa mkose kujua ni kwamba kuna mchungaji wa kwanza, ni mchungaji ambaye yeye hajaitwa na Mungu na wala sio wa shetani. Ni mtu tu ameamua kumtumikia Mungu kwa maisha yake, ijapokuwa hana agreement na Mungu ya kwamba mtumikie, wala Mungu hajaongea naye ama hajanena naye kama Kristo alivyomtokea Paulo na kumchagua yeye. Hajatokewa na kuchaguliwa, lakini ameamua kumtumikia Mungu. Huyo hana shetani wala hajaitwa na Mungu, lakini ameamua tu kumtumikia Mungu. Huyo ni mchungaji wa kwanza. Mchungaji wa pili ni yule mchungaji ambaye kaitwa na Mungu amtumikie, yaani ya kwamba amechaguliwa na Mungu kwamba amtumikie. Kwa mfano mimi hapa tayari Kristo alinitokea miaka hapo nyuma na akaweza kunituma katika mji wa Majengo nikahubiri injili huko, na akanielezea kila kitu kitakachokuwa, na amekuwa akiongea nami kwa miaka 2 mfululizo mpaka nikahakikisha ni Kristo. Hapo ndipo nikachukua hatua. Alafu kuna watatu sasa. Mwito wa tatu ama mchungaji wa tatu ni ule mchungaji ambaye ameinuliwa kutoka kuzimu. Maana yake shetani naye pia amechagua wachungaji ama amechagua watu na kuwainua kama wachungaji ili kuja kuteka nyara ama kupotosha wokovu na kuangamiza Wakristo. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo 7 mstari wake ni wa 15. Inasema, ni maneno ya Yesu haya: jihadharini na manabii wa uongo, wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Manabii wa uongo wanakuja wakiwa wamevaa ngozi ya kondoo, maana yake wanajiweka hali ya utakatifu, wana pretend kambe wametoka kwa Mungu, lakini ni manabii wa uongo. Nao pia wana makanisa, wamefungua makanisa. Kwa hiyo miujiza wanafanya, maana kama manabii wa uongo miujiza yao pia ni ya uongo.
Muujiza wa uongo si eti kwamba watu hawaponi. Muujiza wa uongo maana yake unatoka kwa Ibilisi, yaani ni muujiza lakini wa nguvu za giza. So kupona, mtu anaweza akapona, hata kwa waganga watu wanapona, lakini kupona sio tatizo, lakini huo uponyaji umetoka wapi? Hapo ndio kuna tatizo. Kwa hiyo anasema jihadharini na manabii wa uongo. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba watatokea ama wapo manabii wengi wa uongo ambao wengine wamefungua makanisa na wanahubiri tu, na imesema kwamba wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani mbwa mwitu. Kwa hivyo kwa nje wanahubiri Injili, ukiwasikiliza utasema hawa wametoka kwa Mungu, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Maana yake ule utu wao, asili yao wameificha, yaani wamejitanda kwa wema huku nje, lakini ndani ni mbwa mwitu. Lakini hiyo haitoshi mimi kukuthibitishia wewe. Kwa hiyo sasa, sio kila kanisa linatoka kwa Mungu.